Get the point. Take a step forward. Jioni hii ya leo, emaragobe ya lero, somo letu linasema okwegera gwaito kogoteba mtu mwingine, omontonde, another man. omontonde. Our subject is another man. Okwegera gwaito kogoteba omontonde, mtu mwingine, omonto onde. Unajua kuna nyakati zingine za maisha omanyete chinga kinchire cyobugima ambao huwa unahisi kana kwamba omaetoko igubuna bono umekaribia sana na ushindi wako. ngagwaikere irobo buibwao. Kuna wakati mwingine maishani chinga kinchire asobugima unahisi ya kwamba oko igubuna umeukaribia sana uponyaji wako, waikere irange no kugweni wakwao, lakini ghafla lokolende mobasokano kitu huwa kinatokea, egento kia chicha kinaingia katikati ya njia ya soagati ya senchera na kukuondoa nje ya mpango huo. na kuyakorusia se obubuibwao. Wakati mwingine katika Kristo chinga kichinda se Kristo unajaribu kuomba ogotema gosaba, lakini kuna kitu kinachokuregesha nyuma. kolende gento nkereke gokwira ni magega. Sometimes in your Christianity chinga kichinda sobo Kristo bwaito you even desire to give your life to Christ, ogotema noeno kurobo gimabwaga se Yesu, but something pulls you back. kolende gento giakoira ni You magega. desire to stand on your feet sometimes, but something pushes you down. Yule bwana katika birika la Bethesda alielewa jambo hili. He understood the concept of being disrupted. And this evening our storyline will come from the book of John chapter 5. John chapter 5. Kia Yohana ekebungo kia gatano. Hapo ndipo tutatembea jioni hii ya leo. Abuno turatale no mugano yoli maragoba ya lero. Mstari wa kwanza hadi mstari wa 9. Kebunge getanga ni goikekia goterero tanga ni goikarwa kianda. Verses 1 through verses 9. So makurwe yemo goikakianda. That is where we are going to build our study. Abuno lero togo chikobeka liberera lie ogosoma gwaito. On the concept of another man. Igoro yogotoma igoro yomontonde. I'll say it once again. The man in John chapter 5 understood the concept of another man. That is why in John chapter 5 verse 7 anaelezea hali yake, anaelezea hali yake kwa uchungu sana. Biblia inasema hivi, Malikago tebaiga Yohana 5 mstari wa 7. Yohana isana ibere. Anasema Malikago teba, wakati ninapokuja mimi. I'm reading the last part alone. Igago soma kero agochicha kero ngochicha inche. Wakati ninapokuja mimi kero ngochicha inche. Mtu mwingine omontonde. Mtu mwingine omontonde. Another man omontonde hushuka mbele yangu. Oso alitangani asende. Sikilizeni ndugu na dada. Tegerera abanchwa. Jana tulisema ya kwamba igoro twatebetenga tuna mtu ntobwato omuntu, lakini kulende nitakuwa mhubiri ambaye anawapumbaza kabomorandia okubabeka ange kama sitawaambia ya kwamba kuna mtu mwingine. I'll be a preacher who never handled the two sides of the coin. If I don't present to you the fact that yes, we have a man. Yes, we have somebody. Yes, there is nothing for us to fear. But the fact of the matter also remains, there is another man. Kuna mtu mwingine. Yesu ambaye ndiye mtu tuliye naye ana haja ya kutuokoa. Lakini mtu
mtu mwingine, kolendo montonde, lakini mtu mwingine kolendo montonde, anazuia wokovu wetu. igago totanga ntotoleka. Christ desires to save us, Yesu nataketego totolia, but another man kolendo montonde is a distraction oyo nigago tosiria to our salvation. asogo toleka waito. Yesu anataka kutuweka Yesu huru, nataketego tosbeko abasibole, lakini kuna mtu mwingine kolendo montonde anataka tubaki kwa mateka. igataketego tigarase bibe. Yesu anataka tuwe na Yesu uzima, nigataketego tuwaro bugima bwa kale na kale, lakini kuna mtu mwingine kolendo montonde anajua kuchinja, omanyete konyenya, anajua kuharibu, omanyete gosalia, anajua kuua. omanyete goita. Kuna mtu mwingine, Omontonde naro, kuna mtu mwingine. omontonde Na naro, unajua wapenzi, nando omanyete abanchwa katika masuala ya imani, asa mang'ana yokwegena, in matters faith, asa mang'ana yokwegena hakuna kukaa katika fence. ngento nkeyo gotenena gatigati, There is no staying in the fence. ngento nkeyo gotenena ali asoro bago, Either uko na mtu anayeitwa Yesu Kristo, o aita nobwate connection Yesu Kristo, ama kuna mtu mwingine, gose nobwate omontonde, ama kuna mtu mwingine gose noraso omontonde anayetawala maisha yako. oyo gendere Na waliosahaulika, toko barora bali bebirwe mbona ni nyumba ya rehema kigeko gerere nyumba ya na mabera hakuna rehema yenyewe? kolende babera tayo Tunaona watu walio na shida tupu. igatokorora abantu nemechande menge. Wacha nikwambie jioni ya leo, gagotebie maragoba ya lero ndiyo hali ya dunia yetu ilivyo. togemenyete na bereigo Tuna Mungu mwenye uweza, tobwate nyasaye obwato bobuwe, tuna Mungu aliye upendo, tobwate nyasaye ori obwanchani, tuna Mungu mwenye rehema. tobwate nyasaye bwa mabera. Lakini ulimwengu wetu leo, kolende omwense tomenyete rero, ulimwengu wetu leo kolende ense tomenyete rero, umejaa na machungu, iyo ichoire n'obororo, umejaa na vifo, iyo ichoire n'amakweli, umejaa na iyo ufisadi, ichoire no obokurumi, umejaa na magonjwa. gaichoire n'amarwaire. Kuna watu katika dunia leo abantu barasenserero hawajui watakula nini. bamanyete inki baralie. Kuna watu katika dunia leo abantu barasenserero mafuriko yamejaa makwao, amang'ana asalegete na asobulima tuna bwabo, Mungu wa rehema, nande ntobwate nyasaye bwobuya mpaka tukisema nekyabagatogateba ya kwamba tuna mtu. tobwate omonto. Kuna watu wanaouliza, abantu bali bakobolya yuko wapi huyo Mungu? nakyo omonto yale, Yuko wapi huyo ayo Mungu? omonto yale. Lakini nataka nikwambie jioni hii ya leo, olende maragoba ya lero ndiyo dunia imechafuka, ense yasalekire, ndiyo dunia haina amani, ense tebwati morembe, ndiyo kuna majanga ya hapa na pale, amang'ana nasalegete ganalia. lakini Biblia inafundisha ya olenda kwamba malika kwegeliang'a Mungu nyasaye ni mwandishi n'omuliki wa upendo n'obwanchani na mibaraka. n'amasesenia. Mungu ni nyasaye mwandishi n'omuliki wa upendo bw'obwanchani na mibaraka. n'amasesenia. Haushiki na machungu yetu, taikobwatana n'abororo haushiki na bwaitu, maumivu yetu, taikobwatana n'okuumia waitu, haushiki na hali zetu ngumu. taikobwatana n'amang'ana ito togwetera. Kuna mtu mwingine, omontonde naro, kuna mtu mwingine, omontonde nareo, huyo mtu oyo monto yo ndiye anasababisha machungu yetu. nero gerete oborraso bugima Huyo bwaitu, mtu omonto yo ndiye ataki uokolewe. nero tatagetio toligwe, Huyo mtu omonto yo ndiyo ataki wame kambi nero yake. tatagetio manya buya bwa Yesu. Kuna mtu mwingine, omontonde nareo, kuna mtu mwingine, omontonde nareo. lakini Biblia inazidi kolenda kusema malika gendete goteba mstari wake wa 5, ogosoma kwae kwa gatano, mstari wake wa 5 orochereri wairi wa gatano, inasema, na hapa amalika goteang'ana alikuwa na mtu narenga aroro n'omonto ambaye amekuwa hawezi oyo olenge n'oborwaire bwe muda wa miaka 38. oyo olenge n'oborwaire bw'emyaka 30. Kwa hivyo katika sehemu hii gaigasechinga gaigasaya kulikuwa na mtu, omonto narengeo. Biblia haizungumzi jina lake ni nani, amaetikata igoteba erieta riaye ning'o, hatupatiwi utambulisho wake. ntoligotebigwere ning'o, Tunaambiwa ya kwamba igatobotebigung'a kulikuwa na mtu, omonto narengeo, mtu mgonjwa omonto omorwaire aliyekata tamaa, oyo osireti ni ogosemeria, mtu aliyesahaulika, n'omonto bwebirwe, ni mtu aliyedhani, n'omonto okageteng'a, ni mtu aliyedhani n'omonto okageteng'a ya kwamba hana mtu. ere tabwati monto, Alijua ya kwamba amanyeteng'a hana mtu, tabwati monto. lakini sikia mstari unaofuata, kolende igwa oborocherere
kobwatia Biblia inasema hivi, malikagoteba Yesu alipomwona, mstari wa 6, Yesu gacha komorora, Yesu alipomwona Yesu gacha komorora amelala, oraire naye akijua ya kuwa konyomanyirenga amekuwa hali hiyo obeirenge ncheye siku nyingi, amatuka mange alimwambia, akamubolia wataka kuwa mzima? norigetie koba omugima. Yule mgonjwa akamjibu, omurairo lia kamoiraniria, Bwana, omonene mimi sina mtu muntu wa kunitia birikani okombeka seritibo maji yanapotibuliwa. ekara macha goturubanirwa. Sikiliza wapenzi, tegereria banchwa, huyu ni mtu ambaye oyo no muntu amekuwa hapa obeirega kwa miaka 38. miaka 53. Watu wamempita hapo, abantu baitira roro, familia imemtupa, familia mutigire, marafiki wamemwacha, abanchani ba mutigire, dini haimsaidii, aya tari gokonya no ene dini and he yae, knew that he has no one. nande na maite ngatabwati monto, He knew that he has no na one. maite ngatabwati monto. But I have good news for you this Kodeni evening. kwata mangana maya sole maragobe, If you don't have somebody, oye tobwati monto, if you don't have oye somebody, tobwati monto, God will send the man. na tomo monto, God will send somebody. oye tobwati connection, He will send the man Jesus Christ. gotomare connection Yesu He will Kristo, send somebody Jesus gotomaro Christ. mokonyi Yesu Kristo. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Ukijihisi hauna mtu, Okoigwa nga tobwati monto, ukijihisi umesalia katika upweke, okoigwa nga watigaira sebibe, unainua macho yako juu, mukia maisa go igoro, unaitazama milima, okotorase bitunwa, unaeka macho yako kando, okobeka maisa ekando, unatazama majamaa na marafiki, waroraba abairi nabasani, lakini haunahisi hauna mtu. kolende gwekaga nga tobwati monto, Ukihisi hauna mtu, okoigwa nga tobwati monto, Mungu atamtuma mtu, Nyasaye ngotomaro monto, na huyo mtu atakayemtuma monto yago toma ni jemedari wa vita, nemo mbwibwe ni chisegi, Mikaeli mwenyewe, Mikaeli omonyene, ni Imanueli mwenyewe, Imanueli omonyene, Mungu pamoja nasi. Nyasaye amona intwe, Ni yule Mungu wa o jana, Nyasaye obweli tangani, ni yule Mungu wa o leo, Nyasaye olero, ni yule Mungu hata wa milele, Nyasaye bwa kare na ni kare, yule Mungu anayesema Nyasaye oliogoteba ujapopita no bako isagoeta kwenye bonde la uvuli wa mauti, asekiriri kya makweli, usiogope mabaya, isakuoboa manake mimi Mungu asenge nchonje Nyasaye nitakuwa pamoja nawe. amo naye. Unapohisi upweke, koigwanga kuatiga unapohisi irabieka una mtu, kero watwiya tobwati monto, Mungu atamtuma mtu. Nyasaye natomo monto, God will always send Nyasaye somebody. natomo monto. Lakini Kolende katika kisa hicho, ase omugano oyo elewa ya kwamba mtaito manyenga huyu mtu anayesema ya kwamba omonto oyo katebanga hana mtu, tabwati monto, anaelewa ya kwamba namanyetenga kuna mtu mwingine. omonto ndenare. Kwa hivyo asipopata mtu, Igo onyeta konyore connection, asipopata mtu, onyeta konyore connection, mtu mwingine o ankoligiare monto nde atavamia, nugo ikachi chororo, mtu mwingine omonto nde atavamia. go ikachi chororo. Ndio maana alisema, Nakeko eragoteba wakati ninapokuja mimi, kerongo chichainche mtu mwingine omonto nde hushuka mbele yangu. ogutangana sebosi yawe. Huyu mtu mwingine Omonto oyo nde ndiye amazuia njia yake. kogera enchera yaye Huyu kuyekwa. mtu mwingine Omonto oyo nde anakatisha baraka nero zake. gosalie mebaraka yaye. Huyu mtu mwingine Omonto oyo nde anazuia asipate uponyaji. kogera tabasa konyora obugwenya Alielewa ya kwamba namanyete ng'a kuna mtu mwingine. omonto nde nareo. Sasa sikiliza, Bono tegerera katika maisha haya, ase obogima obo ikiwa maisha yako egeise kobanga obogima bwao hayako mikononi mwa Yesu kali Kristo, ase amaboko a Yesu Kristo, kuna mtu mwingine, omonto nde nareo, kuna mtu mwingine omonto nde nareo ambaye atachukua hatamu. ereo koira libaga erio. Hivyo ndivyo shetani anavyofanya kazi. Mwa Yesu nabo bire chao kolega sigo. Shetani ndiye mtu mwingine Saitani nero omonto nde anataka kuchukua otagete advantage. koira libaga eri Wakati wote ule chinga kichonsi chiria anaposikia
unasikia uponyaji wako umefika, yeye anaweka kizuizi. Wakati wote ule unapoamua kumpokea Yesu Kristo, anakukatisha tamaa. Wakati wote ule Mungu anapogusa moyo wako, anakupatia visababu. Anakwambia wewe ni mdhambi, anakwambia Mungu akupendi, anakwambia Mungu akuhitaji. Lakini huyu mtu mwingine hafai kukukatisha tamaa, hafai kuwa sababu ya kutokubali ukombozi. Ndio ukisoma kisa, Shetani hakuwa pale, lakini tunaona fingerprints zake hapo. Shetani hakuwa pale, lakini tunaona kazi yake. Manake Yesu anasema hivi, Yohana 10 mstari wa 10, John 10 verses 10, anasema hivi, the thief comes not but for to steal, to kill, and to destroy. Hiyo ndiyo kazi ambayo mtu mwingine anajua kuifanya. Chunga kumpa Shetani nafasi, chunga kumpa Shetani nafasi. Tunasema tena, chunga kumpa Shetani nafasi. Yeye ukimpa nafasi, mahali pamejengwa anajua kubomoa, mahali pameinuka anajua kushusha, mahali kuna ukombozi anajua kuweka mauti ya milele. Chunga kumpa Shetani nafasi, yeye ni mtu mwingine. Na usalama wetu jioni hii ya leo sio kusimama tu na kusema sitampa Shetani nafasi. Usalama wetu ni kumpatia Yesu maisha yetu. Chochote kilichokabiliwa mikononi mwa Mungu, chochote kilichowekwa mikononi mwa Mungu, hicho Shetani hawezi kukikaribia. Haleluya, haleluya. Pe Yesu maisha yako, pe Yesu familia yako, pe Yesu kila ulicho nacho. Chunga kumpa Shetani nafasi. Unajua ni kwa nini? Shetani hataki tumkubali Yesu. Anajua utamu, anajua uzuri wa kuwa na Mungu, kwa sababu kabla hajawa Shetani alikuwa malaika, alikuwa kerubi, alikuwa anaitwa Lucifer. Alisimama kwenye uwepo wa Mungu, anajua mazuri ya mbingu, anajua upendo wa Mungu. Hataki wewe uonje huo upendo, hataki uwe chini ya ulinzi wa Mungu. Lakini jioni hii ya leo tumemjua Shetani, tumemjua ni mtu mwingine, na tunasema kwa neema ya Yesu Kristo yote tunamtolea Yesu. Mioyo yetu ni yake, yote tunamtolea Yesu. Moyo yetu ni yake, tunavutwa na upendo, kwa hiyo tunajitoa. Kilichowekwa mikononi mwa Mungu, hicho Shetani hawezi kugusa. Shetani anajaribu kila mara kutoa kwenye uwepo wa Mungu, lakini sikiliza hapa, the devil is always trying to get
konyora ahead of us. kotutanganira itwe Manake anajua asenge chamanyete if Christ comes before him, onye Yesu kagocha kabla yae if Christ comes before onye him, Yesu kagocha kabla the yae battle is over. esegi yaelire Vita vimeshindwa. chisegi chaelire Na ndio maana na kigekogera anataka maisha yako. atagetobuge mabwao Ndio maana na kigekogera anakukatisha tamaa usibatizwe. agotusirio gosemere tubatiswa Manake anajua asenge nchona manyete akitangulia kwenye maisha yako agotangana soboge mabwao wewe kwisha. aye kwaelire Lakini anajua kolenda manyete Yesu akitangulia hapo, Yesu kagotangana agabo Yesu akitangulia Yesu hapo, kagotangana agabo ushindi ni hakika. obobui nekegima Ushindi ni hakika. obobui no bwabene Ndio maana jioni tunasema kegwele marawe togoteba kuna mtu mwingine, obotonde nareo chunga sana, renda kegima mpe Yesu maisha moye yako. Yesu ribaga Manake kuna mtu mwingine. asenge chomontonde nareo Nimesema hapa na tebirega shetani zibirecha anachokijua ekiake manyete ni kuvunja. no gosaria Akipewa nafasi kidogo koegwa ribaga like anavunja. akobuna Na shetani sio rafiki ya mtu. na birecha tari musanyo bw'umuntu Atakushawishi kwenye dhambi, igara kwebereria sebibe atakuzubaisha kwenye dhambi, nakobeko tene na sebibe atakukatisha tamaa kwenye dhambi, nigakogoita gosemeria na mwisho akuache bila tumaini. maega agotige gosemeria gotayo. Unajua shetani, omanyete birecha kwa mfano tu, ase omubwekano akimshawishi mtu kuwa mlevi, gakwebereria omuntu aba omulebi anamfanya awe mlevi chakari. igagomubeka obomutindu pi, Lakini akishamalizana na yeye, kolende gagokorana nere anamwacha na maini yaliyooza. ogotiga na amahasaregete. Shetani birecha atamshawishi mtu avute sigara, gakomwebereria omuntu abu anywe sigara, lakini akishamalizana na yeye, kolende gagokorana naye asokonywa sigara, anamwacha na mapafu yenye saratani. otiga amaha abwate kansa. Shetani birecha atamshawishi mtu igagotebia omuntu awe mzinifu, abe omutomani, lakini akishamalizana na yeye, gagokorana naye asobonyaka, atamwacha na ukimwi, akomotiga n'enyamoreo, atamwacha na kaswende, akomotiga na kaswende, atamwacha na familia akomotiga n'efamilia ambayo imesambaratika ese aregete pi kwa sababu ya uzinzi. asengencho y'obutomani. Chunga kumpa shetani nafasi, Igakomo abirecha libaga, chunga kumpa shetani igakomo nafasi. asaitani libaga. Lakini habari njema ni hii, Olenda mangana mayanaya shetani akishamalizana na wewe, birecha gagokorana naye, akishachoka na wewe, gakorosa naye, huwa anakurusha, igagokoruta, huwa anakuachia, igagogotiga, anakuachia urejee kwa Yesu wako. oira nase Yesu. Oh, lakini Yesu wetu, Kolende Yesu ito, oh, lakini Yesu kolende wetu, Yesu ito, tukirudi tokoirana anatupokea igagotobwata kana kwamba hatujawahi kuondoka. kuna ntu anagotarare naye, Tukirudi tokoirana anatupokea agotwarigania kana kabla hatujawahi kulewa. agotara gomokorere bibe, Tukirudi tokoirana anatupokea. agotwarigania. Haleluya, haleluya, haleluya. Mungu wetu ni mwema. Nyasaye ito nomuya. Unajua, Omanyete ukisoma kisa cha mwana mpotevu, ogosoma omugano bw'omwana omusiru, Biblia inasema ya kwamba amalika agoteba buna alipokuwa mbali, kera alengale baba yake alimuona, tatomwo akamorora, baba yake alimuona. tato yakamorora. Sikiliza kwa makini, tegerera sogo kutegerera huwa kiguma shetani akituvuta nje birecha gagotongusa siko na tutoke kwenye uwepo wa Mungu, asobuya bwa Nyasaye, Mungu huwa anatufuata, Nyasaye ni gagotobwatia, Mungu huwa anatufuata. Nyasaye ni Na gagotobwatia, ile siku na tunapogeuka, igokera togoncho kali tukoliria huwa tunampata hapo, igatoko manyororo, huwa tunampata hapo. igatoko manyororo. Kwa sababu gani? Asengencho yake Ulimi wa kutafuta msamaha oro memeru okorigio kwancherwa huwa uko polepole sana, igaro kwebereri mono, lakini miguu ya kupeana msamaha korende emagoro akoena no huwa yako obwancherwa chapu chapu sana. taraka mono. Ndio maana baba mwana mpotevu Gekogera iso mwana omusiru alimuona kutoka mbali, amoroche korwale, akamkimbilia, akamuminyokera, akamwendea, akamochiera, akamkumbatia, akamubwata, akamregea.
kumregesha nyumbani. akamwira ninka. Huyo ndiye Mungu tunayemwabudu. Oinera Nyasaye togosasima. Amekuwa akikuvuta na upendo wake. Obere gago kongusano bwanchani bwaye. Ameona jinsi mtu mwingine ororere muno montonde amepiga kambi kwenye maisha yake. agendrete komenya sobugema bwao. Ameona jinsi mtu mwingine naroche muno montonde anakuangaisha na kusabaratisha maisha. Na gokanto batiswa. Lakini amekuona from far. Ndo kororire koruale. Amekuona kutoka mbali. Kororire koruale. Na amekuja mpaka Ibacho. Ndo chire baka Ibacho. Anasema mwanangu, amatebo mwanone. sitaki uangamie. Sitaki mwanangu, mwanone. sitaki uangamie. Nataka nikukumbatie. Nataka nikubusu. Nataka nikukaribishe tena. Kwa nini usurudi nyumbani sasa? Kwa nini usurudi nyumbani sasa? Manake uko nje kuna mbwa mwitu tu. Ni hatari kabisa. Tumalize somo sasa. Ndiyo, kuna mtu mwingine. Na huyu mtu mwingine ni Shetani. Lakini mtu anauliza, mbona Mungu amshughulikii? Kwani ana nguvu kumshinda Mungu? Mbona Mungu amshughulikii? Nataka nikwambie habari njema. Mungu tayari amemshughulikia. Haleluya. Hebu tumalize kisa chetu. Mstari wa 6 unasema, Yesu alipomwona huyu amelala, alimwambia, wataka kuwa mzima? Wataka kuwa mzima? Yesu haoni jinsi tunavyoona. Hakumwona mtu anayeomba bila tumaini. Hakumwona mtu aliyepooza. Hakumwona mtu ambao ametupuliwa mbali. Alimwona mtu ambaye anataka kupona. Na hivyo ndivyo Mungu aliona ulimwengu wetu. Hakuona kama ulimwengu ambao una shida ya chakula. Hakuona kama ulimwengu ambao una shida ya magonjwa. Hakuona kama ulimwengu ambao una shida ya ukame. Aliuona kama ulimwengu unaohitaji kupona, unaohitaji kuondolewa mikononi mwa mtu mwingine. Na kwa sababu aliona hivyo, yeye aliye njia, kweli na uzima, alimuuliza yule mtu, je, unataka kupona? Je, unataka uzima? Yesu leo anakuuliza. Najua kuna mtu mwingine, najua anataka kuangamize. Lakini binti yangu, je, unataka uzima? Je, unataka uzima? Je, unataka uzima? Manake mimi ni uzima. Ukinipata mimi, mimi ni uzima. Unauliza ni kwa nini Mungu amshughulikii Shetani? Nakwambia tayari ameshughulikiwa. Kalwari ni thibitisho. Ufufuo ni thibitisho ya kwamba Shetani tayari ameshughulikiwa. Wacha ninukuu maneno ya nyimbo hii. Watu wote wakuwe na ujasiri, kwa sababu jambo moja lanipa faraja, ya kwamba Yesu anaweza yote. Kwa jina lake mapepo yakimbia. Yeye ni mwana wa Mungu. Shetani hana mamlaka tena kwa watoto wa Yehova. Anausubiri moto wa milele. Siku hiyo inakuja. Shetani tayari ameshughulikiwa. The devil is already a defeated foe. Hatutafuti ushindi. Yesu tayari ametupatia ushindi. Hatutafuti ushindi. Yesu tayari ametupatia ushindi. Unajua, pale msalabani, magurudumu
amagoro magurudumu chitairi chiri ya gari la ibilisi mwovu shetani gari lya birecha yalitolewa pumzi. igaro setigwemeika. Huyo Makenzi ni dereva hodari sana. Oyo Makenzi no mogendi omokonkegima na taelewa maana kutolewa pumzi kwa magurudumu. Nane na manyete okorusigwa omoikasa amagoro ye gari. Akitoka hapa jioni ya leo gakoruga ige maragoba ya lero apate magurudumu yote manne ya gari lake amagoro aliana ye gari on stabuga atimoika yametolewa pumzi, yarusirwa moika, hawezi kusogea. Sikia kwa makini sasa. Pale msalabani aliyosomo salaba magurudumu amagoro ya gari la ibilisi mwovu shetani ya birecha magurudumu amagoro ya gari la ibilisi mwovu shetani amagoro ali ya birecha ye gari yalitolewa pumzi yakarusigwa moika. Lakini sikia sasa, kolende bono igwa yule fundi omobundi olia omobundi olia ambaye anaweza kurekebisha magurudumu erora nyale korosi amagoro haya. Yesu alipofufuka kero Yesu abogete na yeye yake ilikwisha na ya gaherete. Kwa hivyo magurudumu hayana pumzi, igo magoro tabwati moika, fundi naye amemalizwa, omobundi okolirwa manake Yesu amefufuka. sengencho Yesu obo. Lakini hata nzuri zaidi ona tobu yakegi manande mafundi wengine wote ambao watafundishwa ababundi bende baraige likukoirania magoro na watakaozaliwa na baira iborwe nande kwa sababu ya kuhani mkuu, asengencho yobo kuhani kwa sababu ya kuhani mkuu, asengencho yobo kuhani obo. hao mafundi nao pia hawana nguvu. Kwa hivyo gari la shetani gari ya saitani haliwezi kusongea tena. Gari la shetani gari ya saitani limemalizwa yakolirwe kwa kifo, asama kweli, kwa kufufuka asokobokigwa na kwa kutuombea Yesu na sogotabera injili through his death, ekemaene kya his Yesu resurrection asokobokigwa and his intercession. na da sogotosabera The devil birecha has been forever asekale na kale defeated. obuirwe. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Alimshinda jana, igamubwete igoro, anamshughulikia leo nagendete kumushughulikira lero na atamshughulikia kesho. mambia. Sikiliza tunapomaliza, ono tegera kera togokora kuna mtu mwingine omuntu onde na leo, lakini huyo mtu mwingine kolendo omuntu yonde hawezani, takonyara hana nguvu, tabwati ngoro. manake Biblia asengenche Biblia inamaliza kusema hivi akora kegoteba hivi, inasema Biblia, igwa bona malikagoteba Yesu akamwambia, Yesu akamotebia, simama tenena jitwike godoro lako, etweke godoro yao na uende. etweke bisero byao. Yule ambaye amekuwa akizuiliwa na mtu mwingine gotangwa no muntu onde, sasa amekuja mtu ochiro muntu akamwambia hauhitaji birika, akamotebi toitakeiriti hauhitaji malaika ashuke, malaika ike, hauhitaji mtu akubeba, muntu akorute. simama tenena chukua godoro lako na uende. utarogende. Biblia inamaliza kusema malikao kora kagoteba, mara yule mtu elio omuntu yo akawa mzima, akaba omugima, akajitwika godoro lake, agetweka ebisero byaye, akagenda. When the man speaks, kero omuntu yagokwana, the power of the other man chinguru ky'omuntu lionde is a broken power. igachibuire kegima. Tutulia naye anapozungumza, omuntu tole nerekera agokwana, nguvu ya yule mtu mwingine chinguru ky'omuntu lionde inamalizwa kabisa. ingokorwa pi. Sikiliza, otegerera bono, ndio kuna mtu mwingine, kero omuntu onde na leo, sikiliza, tegerera, ndio anataka tuangamize, atagete gotosiria, lakini nataka usikie, kolene tagetoigwe huyo mtu mwingine omuntu oyonde hamzidi mtu tuliye naye. omuntu oyo tole nere, the one who is with us, oyo tole nere, aliye pamoja nasi, oyo ole na intwe, amemzidi huyo mtu mwingine. omuntu oyonde. Ndio mimi najua vizuri kabisa, nakekora maitenche kebuya kagima, shetani sio mchezo, birecha talimo cheso, shetani sio mchezo, birecha talimo cheso okora rucheche. Unajua Biblia inafunza kwamba maitema ikako elimuna, kuna wakati chinga kinchire kwa majuma matatu, asechi chuma isato, 3 weeks, chichuma isato, shetani birecha alimzuilia Gabrieli amo
tangete Gabrieli yo malaika. Unajua Gabrieli sio malaika tu. No maete Gabrieli talibo malaika. Yeye ndiye alichukua nafasi ya Lucifer. Baada kuanguka. Kero yokogwa. Lakini alizuiliwa. Kolende agatangwa. Kwa siku 3. Kwa wiki 3. Aseti chuma isato. Alizuiliwa. Agatangwa. Lakini Gabrieli anasema. Kolende Gabrieli agoteba. Alipokuja. Kerachete. Mikaeli. Jemedari wa vita. Mkuu wa majeshi ya mbinguni. Alipokuja. Alinifungua. Akaigora. The only power that can deal with the devil is the power of our Lord and Savior. Nguvu peke yake inayoweza kumshughulikia Shetani ni nguvu ya Yesu Kristo. Watu wananishangaza. Abantu bako bakumia. Eti wamefunga kamba nyeusi mikononi. Eti basibire usie mwamu koboko. Ili kwamba waweze kujilinda. Elinde betange berende. Watu wananishangaza. Bantu nko bakumia. Eti wanaenda kuchukua maji yaliyoombewa kanisa. Wananyunyiza kwenye nyumba zao. Basi arasi nyumba chiabo. Eti walinde. Eti nga machaji. Wanachukua chumvi kanisa. Bako irachi chumbie kanisa. Eti chumvi iliyoombewa. Eti nge chumbie ya sabeirwe. Ili walinde. Inge balende. Kama Shetani hamogopi Gabrieli. Onye Saitani tamuobo eti Gabrieli. Ataogopaje Kenson? Gocha kubeba machi. Ataogopaje maji ya kawaida? Nataka unisikie leo. Nguvu peke yake inayoweza kumshughulikia Shetani ni nguvu ya Gabrieli. Ni nguvu ya Gabrieli. Ni nguvu ya kamanda wa vita. Ni nguvu ya kamanda ya vita. Kuna mtu mwingine. Lakini sisi tuna mtu. Kuna mtu mwingine. Lakini sisi tuna mtu. Anaitwa Simba. Wa kabila la Yuda. Anaitwa Sina. La Daudi. Huyo Simba wa kabila la Yuda. Akitoa mgurumo. Hakuna awezaye kucheza. Na Shetani anamjua. Ni bora umpatie huyo Yesu nafasi. Mimi jioni hii leo nasema. Na naamini ya kwamba kuna mtu mwingine. Lakini kwa sababu tuna mtu mwenye uwezo mkubwa, sisi tunamchagua huyo mtu. Sisi tunamchagua Yesu Kristo. Manake ndani yake tuna uwezo. Manake ndani yake tuna ulinzi. Manake ndani yake tuna uzima wa milele. Je, pia namchagua huyo mtu? Hebu nikuone ishara mikono sasa. Do you also choose him? Kwa nini sasa usisimame kwa ujasiri? Usonge hapa karibu. Unasema hata mimi ninamchagua huyo Yesu. Manake ibilisi mwovu Shetani, huyo hana kitu kwangu. Hatoshi mboga kwangu. Ninaye Yesu. Ninaye Yesu. Na huyo Yesu amenitosha. Huyo Yesu amenitosha. Kuna mtu mwingine. Mtoto ukimpatia mtu mwingine nafasi, atavuruga maisha yako mapema. Kijana ukimpa mtu mwingine nafasi, atavuruga maisha yako mapema. Mzee ukimpatia nafasi, atakusambaratia maisha. Mama ukimpa nafasi, atakusambaratia maisha. Lakini ukimpatia Yesu Kristo nafasi, Daudi anasema, nalikuwa kijana na sasa ni mzee. Sijamwona mwenye haki. Sijamwona mwenye haki akiteseka. Sijamwona mwenye haki akiteseka. Kumchagua Yesu Kristo ni kuchagua kilicho jema. Kumchagua Yesu Kristo ni kuchagua kilicho jema. Jioni hii ya leo, jua linapotua,
tunapoingia kwenye masaa matakatifu ya Sabato, ninataka nikutie moyo umchague Yesu Kristo. Nataka nikuhimize umchague Yesu Kristo. Waimbaji wanaenda kuimba tena, na kwa sababu ni hatia kuhubiri alafu uondoke pasipo kuwapatia watu nafasi ya kumchagua Yesu Kristo. Tutakupa hiyo nafasi. Waimbaji wanapoimba, toka mikononi mwa Shetani, ama mikononi mwa Shetani. Kesho kuna ubatizo mkubwa sana. Kesho kuna ubatizo mkubwa sana. Toka mikononi mwa Shetani. Sio mtu mzuri. Sio mtu mzuri. Njoo kwa Yesu. Njoo kwa Yesu. Get the point. Take a step forward.